Na kuhusu utekaji na mauaji ambavyo vinaendelea, kama tulivyoona kwa nyuma, tumeona kwamba Sheikh Rashid mwingine ametekwa hivi karibuni Kilombero, mkoani Kilimanjaro. Ni vizuri serikali ikatengeneza mjadala wa kitaifa ili swala hili liweze kujadiliwa, kwa sababu kwa vyombo vya usalama vyenyewe uhakika kabisa ni kwamba vimeshindwa. Maana zaidi ya miaka 10 sasa hivi, yani wimbi la watu wanapotea, watu wanapotea, wanatekwa. Ni vyema angalau kuwe na mjadala wa kitaifa ili kwa pamoja wa Tanzania waweze kuona kwamba ni njia ipi ambayo inaweza kutumika kukabiliana na hii hali ya usalama wa maisha yao. Maana maisha ya Tanzania sasa hivi hayana uhakika wa usalama. Watu wanachukuliwa, wanatekwa, wanauawa na kadhalika. Bora kuwa na mjadala mkubwa wa kitaifa kujadili namna bora ya kuweza kupata ufumbuzi wa tatizo hili ambalo kwa hakika serikali ndio ilikuwa na wajibu wa kulinda raia na ndio wajibu wa kwanza kabisa kwa serikali inapoingia madarakani, lakini tunaona kwamba hilo jambo limeshindikana kabisa hapa kwetu. Aidha, kuhusiana na swala la elimu, tunapendekeza serikali iongeze bajeti ya elimu ili kuboresha miundombinu kama madarasa, maabara, maktaba, vifaa vya kufunzia. Mishahara ya walimu iongezwe na wapewe mafunzo ya mara kwa mara ili kuboresha uwezo na ujuzi wao. Serikali iajiri walimu wengi ili kuleta uwiano mzuri wa walimu na wanafunzi, kutoa fursa sawa kwa watoto wote wa mijini na vijijini na wale wenye mahitaji maalum. Serikali iweke mfumo madhubuti wa kufuatilia ubora wa elimu na matumizi ya rasilimali ili kukomesha rushwa na uzembe. Mfumo wa ulinzi ni muhimu ili kuzuia mafundisho ya ushoga, ulevi, uvutaji bangi na uzinifu kati ya mwanafunzi na kati ya mwalimu na mwanafunzi. Serikali iimarishe ushirikiano kati yake na sekta binafsi ili kuboresha elimu. Katika matukio ya ripoti za mkaguzi mkuu wa serikali ambazo mara nyingi zimekuwa zikifichua ufisadi mkubwa unaofanywa na viongozi, tunamshauri rais achukue hatua za uwajibikaji, kwa maana kuwawajibisha wale viongozi ambao wanaopatikana wamefanya ufisadi mkubwa kwa mujibu wa ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali, lakini pia achukue hatua za kimahakama. Hiyo itasaidia kuzuia tatizo hili ambalo linaleta udhaifu mkubwa sana katika uwezo wa serikali. Maana ripoti huwa zinaonyesha kwa kiwango kikubwa ambacho cha ufisadi uliofanywa na viongozi wa serikali. Mwisho kabisa, waraka wetu ndugu zangu una tamko la vita vinavyoendelea kati ya washirika wawili, Israel, Marekani, dhidi ya taifa la Kiislamu la Iran. Sisi Waislamu wa Tanzania tunaamini vita hivyo ni ukiukwaji mkubwa wa haki unaofanywa na Israel na Marekani dhidi ya taifa la Iran. Kwa sababu hiyo tunalani uvamizi, mauaji ya raia na viongozi. Pia tunalani uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Tunawapa hongera kwa kutetea taifa lao wa Irani wenyewe na kwa gharama zao wenyewe. Tunawaunga mkono kwa kupaza sauti ya kupinga vita hivyo na maombi ya dua ya ushindi, waweze kupata ushindi mkubwa dhidi ya maadui zao. Ndugu wa Tanzania na wengine ambao mnatusikiliza, huu ulikuwa ni waraka wa Idi ambao umetolewa na Shura ya Imam, na unaweza ukausoma kwa upana zaidi pale ambapo utakapokuwa umetiwa katika mtandao. Tunawatakia Idi Mubarak na tunawatakia Idi njema ili tuweze kuendelea kuyatekeleza yale ambayo tuliojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini kwa nini Waislamu wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ni amri ambayo imeagizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu wafunge. Kwa sababu hiyo ndio maana Waislamu wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni wasifu mdogo ambao uko katika waraka huu wa Shura ya Imam. Lakini sehemu ya pili ya yaliyomo kwenye wasifu huu, kwenye waraka huu wa Shura ya Imam unaelezea faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faida ya kwanza ni kuinua imani au kuinua kiwango cha imani cha mfungaji. Na hilo ndio agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Al-Qur'ani Karim. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Lakini faida ya pili ya Ramadhani kwamba inajenga nidhamu ya utii kwa mtu
mtu ambaye amepewa agizo la kuacha vitu anavyovifahamu, anavyovipenda, vitu halali akaviwacha, ni wazi kwamba mtu huyu anakuwa amejenga nidhamu ya hali ya juu, ambapo akipewa agizo lingine anaweza kulitekeleza vile vile. Lakini faida ya tatu ni kwamba Ramadhani inawaleta matajiri na maskini katika shule moja ambayo inawajengea zile hisia za kibinadamu. Tajiri ambaye amefunga Ramadhani ni wazi kwamba anakuwa anajua zile hisia za njaa. Ikiwa imetokea tatizo mahala, labda janga la njaa, tajiri akipewa taarifa, tajiri huyu alifunga Ramadhani, kwamba kuna watu wamefikwa na janga la njaa, ni rahisi kuelewa kwa sababu anajua zile hisia za njaa. Kwa hivyo Ramadhani inawaleta maskini na matajiri wote pamoja katika kujenga zile hisia. Faida nne ni kwamba saumu inafundisha ukarimu. Mtu aliyofunga anakuwa ni mtu mkarimu. Tumeshuhudia katika miji yetu ya Kiislamu huko nyuma, ilikuwa inafika mahala kwamba yani wakati wa kufuturu watu wanatoa futari zao barabarani ili kuhakikisha kwamba hakuna ambaye amechelewa kufika nyumbani kwake akachelewa futari. Lakini tumeshuhudia baadhi ya miji ya Kiislamu, wafanyabiashara wanaopangisha majumba zao walikuwa wanawasamee kodi ya pango ya mwezi mtukufu Ramadhani kila mpangaji, bila kuzingatia kwamba wewe ni Muislamu au ni Mkristo. Kwa kifupi ni kwamba mwezi huu pia unafundisha ukarimu. Faida nyingine ambayo imeelezwa katika waraka huu ni mtu aliyefunga anaonywa kuacha mambo ya kipuuzi, kujali muda, asipoteze muda. Ramadhani inamjenga mtu makini, mtu ambaye anajua thamani ya muda na kutumia vizuri. Hizi ni faida chache za mwezi mtukufu Ramadhani ambazo zimewekwa kwenye waraka huu wa Shura ya Maimamu. Kwa kawaida tunapofika katika vipindi kama hivi vya Idi, kwenye matukio makubwa, huwa Shura ya Maimamu inatumia fursa hiyo kujadili masuala mbalimbali ya kijamii kwa ujumla. Na waraka huu pia umegusa maeneo mbalimbali ya kijamii, ambapo kwenye waraka huu yameguswa maeneo yanayohusu afya, yanayohusu elimu, yanayohusu chakula, yanayohusu ajira, yanayohusu kilimo, yanayohusu haki, yanayohusu usalama, siasa, uwajibikaji na umuhimu wa kupigania haki. Tukianza na hilo ubinadamu, waraka unaeleza kwamba swala la ubinadamu hapa kwetu, tathmini inaonekana kwamba ni jambo ambalo limekuwa likipotea katika taifa letu. Katika waraka huu tumetoa mfano ambao tuliwahi kuutoa mwaka jana wa utafiti ambao ulifanywa na Shura ya Maimamu katika eneo la afya, jinsi ambavyo watu wamekuwa wanapata ugumu, wanashindwa kupata matibabu katika hospitali ambazo ni za serikali, ambazo ni wajibu wapate matibabu. Yani tumejaribu kuchukua ugonjwa mmoja, mgonjwa wa figo, ambaye kwa kawaida mgonjwa wa figo ni lazima afanyiwe dialysis, kusafishwa damu mara 2 kwa juma.